Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watumishi wa Mungu. Nina kila sababu ya kumtukuza Mungu kwa ajili yenu. Amen. Amen. Mmefanyika kuwa marafiki, mmefanyika kuwa ndugu, yaani nyote. Hata hawa niliowaona kwa mara ya kwanza, naona na wewe wenyewe nao wameunga mnyororo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tulipopata habari za mama ni alilala. Mama alilala, hakuugua kwa hiyo wiki yote ambayo alikuwa ndio anaendea mauti. Alikuwa yuko mzima, na nikawa nimeongea naye siku ya Alhamisi kama sikosei. Yeye alifariki siku ya Jumamosi asubuhi alfajiri. Aliyekuwepo hapa nyumbani alisema tu saa 8 usiku aliamka akidhani ni saa 2 asubuhi. Akawaambia hao wanaoishi naye kwamba mbona mliniacha nimelala na njaa? Akasema hapana, ulikula, hata mnipe chai basi. Naambia saa hizi nasikia alikuwa anasema kwa nguvu. Kaambia bibi, unapiga kelele, saa hizi ni usiku. Akachukua simu yake akasema saa hizi ni saa 2 asubuhi. Kwa hiyo alikuwa anaiatamia hiyo saa 2. Nadhani kwenye ulimwengu wa roho kule kilikuwa kinaonekana kitu kingine. Kwa hiyo alikunywa chai, wakampakulia na kawali kidogo, ambao wali alikuwa hali wa kawaida, alikuwa anakula wali mweusi ule wa brown. Akarudi kulala kwenye saa 10:30 kuelekea 11 kasoro, akawaamsha tena. Akasema nasikia baridi, mnifunike. Kwa hiyo wakamfunika. Sasa huyu mama mdogo akasema labda nikupe kale kikombe ka chai tena, katakupasha moto tumboni. Akasema basi. Ile saa 8 aliamka mwenyewe toka chumbani kwake, akakaa hapo mezani kwake, akala akarudi. Kwa hiyo huyu kitendo cha kuunga chai hapa na kumpelekea chumbani, ikawa amsha na wewe. Sasa anashangaa, si nimeongea sasa, yani wewe una ex jamani. Anaona kimya. Akazunguka, alikuwa amegeukia upande wa ukuta, anasema akazunguka, anaona mbona kama ana hema rafu. Sasa anamchekesha, anamwamsha, anaona yani akaamua kumpigia simu mdogo wangu, na mdogo wangu anafanya hapo kwa waziri mkuu. Kwa hiyo akamchukua akampeleka hospitali, then the doctors wakadeclare kwamba mbona ameshafariki. Kwa hiyo hivyo ndivyo alivyoondoka bibi. Lakini tunamshukuru Mungu sana, kama katibu alivyotangulia kusema na kina Mese wote mlikuwa mnakuja hapa, akafanyika rafiki yenu, na alikuwa anawakumbuka wote. Kina Mbasha ananiuliza, hivi wale watoto ina maana hawajagi kweli Dodoma? Mbona hawajaja kunipa kampani? Walinibariki sana walivyokuja tukaimba. Wale watoto nawapenda. Basi siwakumbuke hata nije niwatengenezee ubuyu. Waendelee kuimarisha afya zao. Kwa hiyo mlikuwa mioyoni mwa bibi huyu. Amen. Mlikuwa mioyoni mwake na mlifanyika furaha na faraja. Muda mwingi nadhani nyewe mliokuja mara nyingi mnamkuta tu amekaa, kiti chake kilikuwa ni hiki hapa. Anakaa hapa, anaangalia hapo Upendo, akichoka ataweka kwa Ezekiel, anaweza kukaa hapo hata masaa 8. Lakini mlifanyika marafiki, mlifanyika faraja, mlifanyika ndugu. Na hiyo yote ni kwa ajili yangu. Mimi hata sijui niwape nini. Lakini Mungu wa mbinguni awabariki kwa upendo. Hakika mnamuishi Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mna imani yenu mnaishi kwa matendo. Maana Biblia imetuambia imani bila matendo imepotea. Ninyi mmekuwa mfano wa kumuishi Kristo. Bwana asifiwe. Niwashukuru Tanzania Music Foundation as a whole.
wakati wazo linatoka kwa mtumishi wa Mungu Stella ilipokuwa inazaliwa nilikuwepo. Na ikaanza kama utani, lakini ikashika kasi kwa sababu Tanzania Music Foundation misingi yake ni ya kibibilia na misingi yake ni ya wokovu, ni misingi ya Kristo. So naiona jinsi inavyokuwa, naona jinsi tunavyopambana, wakati mwingine kama tunayumba, dhoruba inakuwa kali, lakini Mungu hajawahi kutuacha watu watamufo. Kwa nafasi hii niseme tu ujumbe huu wafikie wanatamufo wote. Tusirudi nyuma, tusonge mbele. Kwa sababu hata hizi siku zenyewe za kuishi ni ndogo. Yesu yu karibu kurudi. Acha atukute tunamtumikia. Tusiachane, tusitengane, tusisemane, tutiane moyo. Tuendelee kumtumikia Mungu katika uimbaji wa nyimbo za Injili na Injili ya kweli. Mapambano ni makali. Wengi sasa naona wengine wanachomoka, mguu mmoja huko kwa Kristo, mwingine huko duniani, lakini sisi tuendelee kumtumikia Kristo katika roho na kweli. Na pia kuipeleka hii Injili kama ambavyo tunafanya wakati wote. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunivisha, asanteni kwa kunitia moyo. Kama mnavyojua mimi nilizaliwa peke yangu. Kwa hiyo yani nyinyi ndio ndugu zangu. Nyinyi ndio ndugu zangu. Mama yetu ndio huyu, na ameacha ushuhuda mkubwa sana 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 sana. Mpaka mambo mengine nikawa nayashangaa. Kuna wajane, watoto yatima akiwasomesha, watu wenye shida. Hata sasa kuna wengine ambao walikuwa hawana taarifa. Unaweza kusikia mtu anamwomba tu hapo, bibi, nimekuletea mkaa. Cha Mungu wangu. Akiingia ndani unamuuliza, wewe umetokea wapi? Anasema niko majengo tu hapo. Ukusikia nini? Bibi alifariki. Wako wanaozimia hapa. Wako kuna kijana mmoja wa bajaji akasema, msiniambie chochote, msiniambie. Akaanza kulia kwa nguvu. Nikasema Mungu wangu. Akasema mwacheni, yani msiniambie. Yani aliumia chandani kabisa. Nini? Anasema unaona hii bajaji nilikopa, nikashindwa kurudisha, nikawa wanataka kuninyang'anya. Zikabaki 2 milioni. Bibi akaniambia njoo hapa. Akampa. Alafu akamwambia, sasa jiunge kwenye SACCOS hapa. Fanya kazi, kopa, unarudisha, kopa, unarudisha. Akaikomboa hiyo bajaji yake. Kwa hiyo yani hayo ni mengi. Na sisi mengine tuliyasikia tu pale kanisani kwenye ibada hiyo. Kwa hiyo kisemo cha Mama Maria, mama aliniambia, Mama Manase sasa ndio anaishi. Kwa hiyo wenyewe mnaolia, mnalia bure. Maisha yake ndio yanaanza sasa, kwa sababu hayo matendo ndio yanayofuatana naye. Kwa hiyo tutiane moyo. Ni vizuri kuacha alama kwa watu. Ndio neno la kusema kwamba matendo yao yataambatana nayo ni kweli. Mungu awabariki sana kwa ujio wenu. Ninawapenda, mmenitia nguvu. Mimi bado niko gado. Na Mungu aniwezeshe tu, manake nyimbo ziko nyingi. Nadhani nitakuwa na mtiririko sasa wa kuzirekodi. Na Mungu akipenda utazifanyia hata videos. Nadhani nitakuwa nimetiwa nguvu sana. Asante sana kwa neno. Mungu akubariki sana. Umesema neno lenyewe, yani nimelisikia likipenya katika moyo wangu. My brother, yani toka Geita. Kamati toka Geita. Wazanaki wifi anaita Kamati. Chimba madini. Toka Geita mbali. Mungu awabariki sana. Aikumbuke hii sadaka yenu kutoka mahali
Huyu Stella alitaka kukimbia wakati ule ule, na wakati alikuwa wana shughuli nyingine inayofanyika pale Arusha. Ananipigia anasema sijui tuje leo sijui nini. Mwenye hekima mmoja akawaambia tulieni mfanye hili, huyo mtaenda kwa wakati wa Bwana. Nadhani huu ndio ulikuwa wakati wa Bwana. Mwanangu Masatu, karibu sana. Karibu sana, hapa ni nyumbani, msisite. Yani wakati wote ambao mnataka kufika, hii nyumba ipo, mtapokewa. Tunajitahidi, mimi nachonga bado mguu niweze kuvaa kiatu chake, ni ngumu lakini najitahidi. Kwa hiyo karibuni sana, hapa ni nyumbani na msikie mko nyumbani. Mungu awabariki sana. Huyu ni mdogo wangu kwa baba. Andrew, njoo nikuintroduce. Mimi kwa ubini wa kwetu kabla ya kuolewa nilikuwa naitwa Mwaihojo, Mary Bumi Mwaihojo. Na huyu anaitwa Andrew Mwaihojo. Tumezaliwa baba mmoja, lakini huyu Andrew huyu nadhani ndio amepata pigo kuliko mtu mwingine, kwa sababu yani kama hivi mmemwona kaja, alikuwa anapita asubuhi ajue mama yake kaamkaje, jioni apite, kila siku yani ndio alikuwa anashirikiana, yani ndio anajua kwamba mama yupo. Yeye ameoa na familia yake, wanaishi hapo tu sio mbali. Kwa hiyo nadhani yeye sasa ndo anaona kabisa ile gap ataipata zaidi. Sisi watoto wa kike tukiolewa tunakwenda, unarudi nyumbani ndio, lakini tofauti na hawa wa kiume. Ila mama yake alikuwa Msambaa. Ni Msambaa. Anakijua huyu, anajua Kinyakyusa tu sasa. Afadhali hata wewe umejua kusema. Mimi ni Msambaa. Basi karibuni sana.